Shosti, tusemezane. Jamani, kuna kitu nimekiwaza hapa. Hebu sikiliza my thought. Kila siku tukiwa tunaomba kwa Mwenyezi Mungu, tunamuomba vitu, si ndio? Tunaomba Mungu atufanikishie maisha yetu, tunaomba Mungu atubariki, tupate kazi, tupate watoto, tufanyeje. Lakini kuna kitu ambacho huwa tunasahau kumuomba Mwenyezi Mungu. Sikiliza hii quote ya Biblia. Sikumbuki inatoka wapi, lakini inasema Bwana asipolinda mji, aulindaye afanye kazi bure. Kwa nini nimetumia quote ya Biblia? Kwa sababu muda mwingi tukishapata hivyo vitu hatuombi ulinzi, kwa hivyo vitu vinapotea. Aidha tunaingia hasara, aidha kama ni mifugo inakufa na kadhalika. Kwa sababu mji wetu unakuwa hauna ulinzi. Tunaomba Mungu mji anatupa, anatubariki, lakini then hauna ulinzi. Yes. Muda mwingi tunasali lakini hatuombi ulinzi wa vitu, hatuombi ulinzi wa mali tunazozipata, hatuombi ulinzi wa watu wanaokuja kwenye maisha yetu, hatuombi ulinzi wa watoto wetu, hatuombi ulinzi wa chochote kile. We always pray tupate, we always keep pray and pray. Mungu nibariki hiki, Mungu ninaomba hiki, Mungu ninaomba yule, Mungu niletee mtu huyu, Mungu naye anakupa kama unavyoomba. Lakini hatujawahi kuomba ulinzi wa mali. Hatujawahi kusema Mungu ninaomba unilindie boma langu, Mungu ninaomba unilindie biashara yangu, Mungu ninaomba. Kwa muda mwingi kwa sababu hatuna ulinzi, then the thing get destroyed, somebody gonna steal it. Ndio maana kuna kuwa na vita nyingi. Unakuta unafungua biashara vizuri kabisa, umetoa na fungu la 10, unaambia Mwenyezi Mungu nataka biashara yangu iwe hivi, Mungu anakupa. Lakini hatuombi ulinzi. Kwa vile vitu shetani anakuja na vivamia, either in a spiritual way, either in a physical way, lakini shetani anakuja anakuwa anatudestroy, anaturudisha nyuma. Kwa nini? Kwa sababu hatujawahi kuomba ulinzi. Kwa next time tukiwa tunasali kuhusu vitu au vitu tunavyovimiliki, mimi nimewaza kwamba tunabidi tumuombe Mwenyezi Mungu ulinzi, right? Tukiomba ulinzi inamaanisha tutakuwa secured in every angle, tutakuwa secured kwenye vitu alivyotupa, kwa sababu mji wetu utalindwa na Bwana. Kwa hiyo mji wetu ukiwa umelindwa na Bwana means kwamba hatutaweza kutetereka, si ndio? Adui hawezi kuja kama kukiwa na ulinzi, lakini adui anatuvamia kwa sababu hatuna ulinzi. Kwa next time tunahisi tukiwa tunasali kuhusu vitu vyetu, pia tuombe ulinzi wa kila kitu chetu tunachomwomba Mwenyezi Mungu. Yaani Mungu atupe na akilinde. Yaani akilinde kwenye mbawa zake tunasema, right? Akilinde, akipe ulinzi wake, sawa? Ili tuweze kusurvive. Ili hicho kitu tuweze kusurvive. Either ni watoto, either ni hela, either wherever you pray for it, Mungu akupe, akubariki nacho. Pia muombe Mwenyezi Mungu akulinde nacho. Ili uendelee kuona ukuu wake. Ili akikilinda inamaanisha kwamba we are very secured. Lakini asipokilinda we are not secured. So please let's pray for the secured, right? For the security guys. Kwamba Mungu atume jeshi lake na walinzi watubariki, watulinde, watuongoze, lakini ulinzi it's a thing we should also put in our prayers wherever we pray for something. So please my dears, let's pray kuwa na ulinzi wa vitu vyetu tunavyovimiliki. Mungu akubariki mwana. Huwe na Jumapili njema.